Nilikuwa naketi pembezoni mwa barabara ya lami, karibu na soko la Mwanjelwa, nikitafakari maisha yangu. Siku zilikuwa ngumu. Nilikuwa kijana wa kawaida tu, nikiwa na ndoto nyingi, lakini uwezo mdogo wa kuzitimiza. Mbeya ilikuwa baridi, mawingu mazito yakining'inia juu, yakiziba jua kama pazia la dunia nyingine. Nilihisi upepo mwanana ukipuliza, lakini ghafla nikahisi joto la ajabu nyuma yangu. Niligeuka taratibu, macho yangu yakakutana na mwanamke aliyekuwa amesimama mita chache kutoka kwangu. Alikuwa mrefu, mwenye ngozi laini yenye mng'ao wa ajabu, nywele zake ndefu nyeusi zikining'inia kama wingu la giza. Alivaa gauni jekundu lililoambatana na mwili wake kwa namna ya kuvutia sana. Sikujua kwa nini moyo wangu ulidunda kwa kasi. Kulikuwa na kitu cha ajabu kuhusu yeye, kitu kilichonivuta kwake kwa nguvu nisizoelewa. "Unaitwa nani?" Sauti yake ilitoka polepole kama mdundo wa muziki wa mbali. "Naitwa Juma," nilijibu nikiwa bado nimeduaa. Akatabasamu, tabasamu lake likiwa na mvuto wa kipekee. "Mimi naitwa Lilian," alisema. Macho yake meusi yalikuwa na kina kama shimo refu lisilokuwa na mwisho. Kitu cha kushangaza ni kwamba sikumbuki alivyotokea pale. Ilikuwa kana kwamba alijitokeza kutoka hewani, lakini nilijikuta nikimkubali papo hapo. Usiku ulipofika, nilirudi chumba changu cha kupanga maeneo ya Forest. Ilikuwa nyumba ya kawaida tu, ndogo na yenye unyevunyevu, lakini nilikuwa nikiihesabu kama ngome yangu. Nilipokuwa kitandani, nilikumbuka sura ya Lilian, macho yake, sauti yake, namna alivyoniangalia. Ilikuwa kana kwamba tayari alishakuwa sehemu ya maisha yangu, hata kama tulikuwa tumekutana kwa muda mfupi tu. Nikazima taa na kufunga macho. Ndipo nilipohisi kitu cha ajabu. Pepo laini ilipita ndani ya chumba, ingawa nilikuwa nimefunga milango na madirisha yote. Harufu nzuri ya waridi ilienea, nikahisi kama kuna mtu aliyekuwa karibu nami. Kabla sijapata muda wa kushtuka, nilihisi mguso laini shingoni mwangu. Nilifungua macho ghafla. Lilian alikuwa amekaa pembeni ya kitanda changu. Niliishiwa na pumzi. "Umeingiaje humu ndani?" Akatabasamu, ule ule wa mchana. "Mimi huwa naweza kuwa popote Juma," alisema kwa upole. Akainama, macho yake yakichoma yangu. "Usiogope, siko hapa kukudhuru." Sauti yake ilikuwa na kitu kisichokuwa cha kawaida. Kama ilivyokuwa baridi nje, ndani ya chumba nilihisi joto la ajabu likinizingira. Kabla sijajibu, aliniwekea kidole mdomoni. "Sema, una ndoto gani kubwa zaidi maishani?" Swali lake lilinifanya nikome kwa muda. Hakuna aliyewahi kuniuliza hilo kwa uzito kama huo. "Natamani kuwa na maisha mazuri, nipate pesa, nifurahi, nipende na nipendwe," nilijibu taratibu. Akatabasamu. "Basi, kutoka leo maisha yako hayatawahi kuwa kama yalivyokuwa jana." Hapo ndipo mambo yakaanza kubadilika.